Habari, naitwa Dr. Constancia aka Dr. Koni. Karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza, karibu. Tupo kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na masikio, pua na koo. Leo tutajifunza kuhusu tatizo la kukoroma. Kama hujasubscribe bado, basi bonyeza button ya kusubscribe na unifollow kwenye account zangu za social media ikiwemo Instagram, username Dr. Koni. Kukoroma inatokana na mlio ama sauti inayotolewa kutoka katika mgurumo unaotokea kwenye koo kutokana na nyama za kwenye koo kuvibrate wakati wa kupumua. Ziko sababu mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha mtu akakoroma, na mara nyingi sauti hii husikika mtu anapokuwa amelala. Sababu hizo zinaweza zikawa za daktari zaidi ama za kuhitaji matibabu, au zikawa ni sababu za kawaida tu. Moja ya sababu ya kusababisha mtu kukoroma akiwa amelala ni uzito kupita kiasi, ambao hupelekea nyama za kwenye maeneo ya shingo zinazohusika na upumuaji kuwa na mafuta mengi, na hivyo kusababisha mtu kupata vibration na njia ya hewa kuziba wakati wa kupumua. Sababu nyingine ni nyama za kwenye pua. Zipo nyama mbalimbali za kwenye pua, kuanzia nyama ambazo zinapatikana kwa watoto, ambazo hizi ni tezi, zipo katika njia ya pua zinazoitwa adenoids. Ukubwa wa tezi hizi hubana njia ya hewa na kusababisha mtu kukoroma wakati wa kupumua. Lakini pia nyama za pua zile zinazotokana na allergy ambazo zinaitwa nasal polyps huziba njia ya hewa na kusababisha mtu kukoroma wakati anapumua. Bila kusahau mafindofindo ambayo yamekaa katika pande mbili za koo, na yenyewe yakivimba na kuwa makubwa husababisha mtu kupata hali ya kukoroma akiwa amelala. Lakini pia sababu nyingine ya kukoroma ni kwa watu wenye mzio ama allergy, ambao kwa wao nyama na ngozi ya kwenye pua na njia yote ya upumuaji huvimba kutokana na inflammation inayotokana na allergy, na hii husababisha mtu kukoroma kwa sababu njia ya hewa inakuwa nyembamba. Bila kusahau kuchoka, pamoja na watu ambao pia wametoka kunywa pombe na wamelewa, kwa hiyo maximum relaxation ya muscles around the neck inatokea. Yani kunakuwa na misuli ya shingo imerelax kiasi kwamba anapolala basi hutoa hiyo milio ya kukoroma. Kitaalam hili tatizo linatibika, na viko vipimo mbalimbali vinavyoweza kuhakikisha kwamba huyu mtu katika hali ya kukoroma anasababisha hewa ishindwe kufika katika ubongo. Tunaita sleep apnea index, ambazo zinapima kiasi gani huyu mtu anapata apneic ama anapata shida ya kupeleka hewa katika ubongo kutokana na kukoroma. Sasa kama unahitaji kujua zaidi, unaweza ukachat nami kwa WhatsApp namba 0718812108, na unahitaji kufanya vipimo hivyo, unaweza ukanitafuta kwa namba hizo, nitakuelekeza mahali gani utaweza kufanya hivyo vipimo. Asante kwa kunisikiliza, uwe na wakati mwema.